Unajua kitu ya maana ni kupokea neno ambalo limetoka katika madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. When I realized I'm going to minister today, I was asking God to give me a word, na Mungu amenipatia neno na ndio nataka kushare na nyinyi, na najua kwamba tutabarikiwa. Lile neno Mungu amenipatia kichwa ambacho kinaitwa kwa Kiingereza breakthrough. Breakthrough. Yeah? Wale maybe ambao unaandika breakthrough. Breakthrough. Nikaangalia kwa Kiswahili jina breakthrough inasema nini. Nikaona sikuwa nafikiria iko namna hiyo. Jina breakthrough kwa Kiswahili niliona dictionary yangu ikiniambia inaitwa mafanikio. Ambia mtu mafanikio. Ambia mtu mafanikio. Kama mimi ningeulizwa breakthrough ni nini, ningesema ni kupenya. Yeah? Ni kupenya au kupenya, yeah? Upenyo, lakini nimeona ni mafanikio. Kwa hivyo leo tutasoma na Mungu atatufundisha juu ya kufanikiwa. Mafanikio. Nikaangalia kwa Kikuyu jina breakthrough linamaanisha nini. Nikaona kwa Kikuyu linamaanisha au linasema muikuruko. I was surprised. Ni muikuruko. Era modo ni muikuruko. Hallelujah. So wakati umepata breakthrough unapata muikuruko. Yeah, unateremka tu. Yani muikuruko hakunanga na shida. Hata gari wakati inateremka muikuruko, hata kuna wengine wanaekaga free. Akabaki gari na mai, although automatic you are not supposed to be doing that. Utaharibu gari yako. Yeah? Ukiweka automatic free, ukizoea hiyo. Mimi ni kuna mzee alikuwa ananiambia kitambo, bila wa GM. Ananiambia, "Wewe pastor, acha kuweka hivyo." Na alikuwa mzee ananikanya sana. Na finally iliharibika. Kwa hivyo ukiweka gear hizi za automatic uweke free, neutral, na unateremsha gari, unaharibu gari. Lakini ya manual, hiyo ya manual unatoa tu gear, muikuruko. Hallelujah. Ni muikuruko. Na in fact muikuruko unasikia vizuri sana, kwa sababu hata katika maisha unaweza ukapata kitu kinaitwa yani you're not moving up the mountains. When you get breakthrough, you just go down. Muikuruko ni kusema unateremka chini au unapata mafanikio. Na breakthrough ndipo iangalia definition kwa Kiingereza inasema it is a powerful moment of divine intervention. Yani ni wakati wa nguvu ambao una mkono wa Mungu. Ili upate muikuruko ina require divine intervention. Divine intervention ni kusema ni mkono ambao ni wa kiungu. Ya, mkono ambao ni wa kiungu. Where God shatters barrier. Ambapo Mungu anaharibu vizuizi. God shatters barrier. Mungu anaenda akibomoa. Si hata si kuondoa, kushata ni kubomoa, kukatakata, kuharibu. God shatters barriers, clears impossible obstacles. Anaenda akiondoa mambo ambayo haiwezekani katika maisha. Unajua kuna wakati mtu anapitia mambo anaona hii haiwezekani, lakini Mungu anaweza akaclear impossible obstacles. Mambo ambayo inaonekana haiwezekani, he clears impossible obstacles and delivers victory to his people. Anapeana ushindi kwa watu wake. Hiyo ndio inaitwa breakthrough. Wacha nirudie kwa Kiingereza. Inasema a powerful moment of divine intervention where God shatters barriers, clears impossible obstacles and delivers victory to his people. Aduma kanegererio hotani. That's why tunaita muikuruko. That's why tunasema ni mafanikio. That's why tunaita breakthrough. Nataka tuangalie Biblia. Tutaangalia Isaiah 25 verse 7. I think in verse 7. We can start from verse 6. Tutasoma different versions kidogo, nikitaka tuziangalie. Isaiah 25, wacha tuanze verse 6. Wacha tuanze na hiyo King James. Inasema, and in this mountain the Lord of hosts will make for all people a feast of choice pieces, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of well refined wines on the lees. Hebu kwanza kaa hapo. Mungu anatufikiria mazuri. Mungu anakufikiria mazuri. Ukiona mambo ambayo ni ya maovu, magonjwa na mabaya, sio Mungu. Wanaweza sana. Hiyo maovu, hiyo mashida ambayo unaona sometimes unapitia, don't think that God enjoys that. Because God is a father. Today is Father's Day. We also want to celebrate our Father in heaven. Yes. Hallelujah. Yes. He is a father. Is he a good father? Can we appreciate our Father in heaven with a clap offering today's Father's Day?
We appreciate our Father. We give him praise. He's a good Father. He has done us well. Hakuna baba angetaka mtoto wake agojeke. Kunaye? Hakuna baba anafurahi wakati anaona mtoto wake anateseka kwa madeni na mashida. That is not a father. The Bible says on this mountain, katika hii mlima, madhabahu yote inakuanga ni mlima ya Bwana. Kwa hivyo hii ni mlima. Anasema katika hii mlima Bwana wa majeshi, Bwana wa mabwana atatengeneza karamu. God wants to make good choices. A feast of wines on the wreaths of fat things full of marrow, of well-refined wines on the wreaths. Ebweka NIV. The same one, NIV. On this mountain, verse 6. On this mountain the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples. Na sio watu aduothe. Yeah? All people. A bucket of aged wine. The best of meats and the finest of wines. Hebu tufungue James 1:16. Uone ya kwamba sometimes kuna mambo tunapitia na shetani anatudanganya ni Mungu. Yeah? Wakati mambo imekufinyilia, lazima ukatae. Sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kuona ya kwamba utatoka juu yake. Verse 16. Inasema, don't be deceived my dear brothers. Adu ni mahene kaga. Unaweza ukadanganyika. Na hapa mtumishi wa Mungu Yakobo anawaambia msikadanganyike wapendwa. The next verse. Verse 17. Every good and perfect gift is from above. Kila kipawa kizuri na ambacho hakina madoadoa au tashwishi. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. He's our Father. Kipawa chote kizuri kinatoka kwa Baba mbinguni. Amen. Good health is a gift from God. Hallelujah. When you have a marriage, a good marriage is a gift from God. Yeah. When you have financial breakthrough is a gift from God. Wakati biashara yako inanawiri ni kipawa kutoka kwa Mungu, na kitu yote kieka kiumaga iguru it comes from our Father who does not change like shifting shadows. Na dagarukaga si kama kivuli hata ako hapa saa 6 asubuhi, saa 9 ako huko. Yeye habadiliki. Kwa hivyo kipawa chote kizuri kinatoka kwa nani? Kwa Baba. Sasa wacha turudi mahali tulikuwa. Isaiah 25. Sasa tuende verse 7. Verse 7 is my focus. Verse 7 is my focus. Inasema, and he will destroy on this mountain. Sasa angalia katika hii mlima kuna mambo ambayo lazima ibomorewe. Ndio tumesema breakthrough. Tumeona Bwana anashata the barriers. He shatters the barriers. He destroys the impossible. Anasema, and he will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people. There is, inaitwa surface. Kuna kitu ambacho kimefunika watu. The surface of covering cast over all people. Kuna kitu ambacho kinaweza kikafunika watu wengi. Lakini Mungu anasema katika mlima wake ataharibu hiyo kifuniko. Kwa sababu hiyo kifuniko huwa inazuilia breakthrough. Mafanikio inakosekana. Muikuruko kagatodo, there is a what? A surface of the covering cast over all people. And the veil that is spread over all nations. Na hiyo veil ni kitambaa ambacho kinafunika watu ambao wamekufa by the way. Kifuniko, it's a veil. Inaweza kufunika. Hata kama vile wamama wanajifunikanga hivyo, hata Waislamu naona wamejifunika. That's a veil. Hiyo veil inasema ya kwamba imefunika mataifa. Kwa hivyo taifa linaweza likawa limefunikwa. Unaweza ukawa taifa limefunikwa. Na ni kweli. Pastor Simon amekuwa, najua atatagi sometimes nikiongea mambo mengi. Pastor Simon alipotoka hapa Sunday alienda Malawi. Alirudi Friday. So tulikuwa tunaongea asubuhi, ananiambia ile shida iko Malawi ni nyingi sana. Shida. They have a lot of poverty. Wako 1970s. Yeah. So that means, according to where we were, that nation can be covered. A nation can be covered. Na kuna nchi nyingine ukienda unakuta kwamba wamefanya nini? Wamefunguriwa. Yeah? A covering. Unakuta kwamba nchi inaweza ikafunikwa. Alafu kitu kingine kilinifurahisha ya Malawi ni kwamba ukioa unahamia kwa bibi yako. That one made me feel so good. That's funny. I don't know kama Kenya radio. Yaani ukioa unahama, unaenda kwa bibi yako. Hebu uliza mtu bibi yako ametoka wapi? Kwa bibi yako ni wapi? Yeah? So unahamia kwao. So
a nation can be covered. Na msikae hapo kwa Malawi. Now come back. Come back. Unajua au kae hapo kwa harusi. Abiria wesiria tito. Gehuje na wale shiria tito gikarite gogo-ini. So let us continue. Hallelujah. Ajani vizuri kucheka kidogo. Lakini Biblia inasema ya kwamba a nation can be covered. If a nation can be covered, it means hata familia inaweza fanya nini? Funikwa. Hata a family can be covered. As a veil spread over a family. Even a person. Mtu anaweza akafunikwa na kitambaa. Na jana nilikuwa naona I was seeing a video. Apostle Nganga akiombea mtu. Mzee ambaye anasema na mke wake hawajakaa pamoja kwa miaka 2. Mzee amefunikwa, mna separate, wanalala kwa viti. Ati wote wawili, bwana analala kwa kiti moja, bibi analala kwa kiti kingine, wanaacha kitanda. Miaka 2 na mwina kitanda, na niyo yuko magitini ali ni comfortable. Yeah? Ikiwa huoni kitu ati the whole night unalala, mnatoka nyote wawili, that's a covering. You can be covered. A family can be covered. Even a man or a woman can be covered. Nataka tuangalie NIV. Hebu angalia NIV nasema nini? The same verse, Isaiah 25 verse 7. To change to NIV. On this mountain he will destroy the shroud that enfolds all peoples. Anasema juu ya hii mlima nitaharibu shroud. Shroud ni nini? Inasema namna hii definition ya shroud. Kwa sababu ni vizuri kuelewa. A cloth or garment used to wrap a dead body for burial. A shroud is a cloth, yeah, or a garment used to wrap a dead body for burial. Yani ni kile kitambaa inafunika mtu wakati amekufa. Yeah? Mtu akikufa, na si acha ile tunawekea tu ya jeneza, unakuta mtu amefungwa na kitambaa. Yeah? Hiyo kitambaa ndio inaitwa nini? A shroud. Na Biblia inasema kwamba imefunika watu wote. Kwa hivyo kuna kitambaa inaweza kukufunika, na hiyo kitambaa ni ya wale ambao wamekufa. Unaona? Kitambaa ya mauti ndio inaitwa shroud. Alafu inasema the sheet that covers all nations. Unaona ile bed sheet tuko naye. Inasemekana there can be a sheet kama hiyo ambayo imefunika mataifa, imefunika familia. Lakini kitu ya muhimu ningetaka uelewe, inasema ya kwamba on this mountain, juu ya hii nitaharibu. Mungu anaharibu kitambaa. Kila kitambaa ambacho kimefunika maisha yako kinaharibiwa katika jina la Yesu. Kila kitambaa ambacho kimefunika familia yako kinaharibiwa katika mlima wa Bwana katika jina la Yesu. Kila kitambaa kimefunika watoto wako kinaenda kubomolewa na kuharibiwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Can we have another version? It's good to have different versions. Uko na amplified version? Hebu ya amplified tuone inasema namna gani. Ni vizuri tuelewe vile hii mambo inaendelea. Inasema and he will destroy on this mountain the covering of the face that is cast over the heads of the peoples. Yani hii kitu imefunika vichwa za watu. Mungu anasema nitaharibu katika hii mlima kile kitambaa, covering, kitu ya kufunika ambacho kimefunika vichwa za watu. Kwa hivyo watu wanaweza wakawa wamefunikwa, hawawezi wakapokea baraka za Mungu, hawawezi wakapokea ushindi kwa sababu vichwa zao zimefunikwa. Na hapo kwa bracket look at it, inasema in mourning, ushakaya. Mourning ni ushakaya, maombolezo. Kwa hivyo watu wanaomboleza kwa sababu kuna kitambaa umewekelewa ambacho kinafanya maisha yako iwe ni ya shida. And I want to appreciate Phoebe Wageshi. Nimekuona nikasahau. Phoebe, hebu fanya mkono namna hiyo. God bless you. She is in Nairobi. Alipata kazi pale na tunashukuru kwa sababu yako. In mourning, yeah? Hawa watu wanakaa katika bushakaya. Yeah? And the veil. Veil ni hiyo kitambaa ambayo tumeongea juu yake. Ukiangalia veil naye ni kitambaa ambayo imefunika. Tuliangalia hiyo. Of proud wretchedness. To be wretched, yani wretched. To be wretched ni kufanya nini? To be wretched ni being in a very unhappy, miserable or unfortunate state. Very unhappy, sad, miserable or unfortunate state that is woven and spread over all the nation. Yani igatumo, kuuvu ni gutuma. Hii kitambaa imechonwa na ikafunika mataifa. Hivyo ndivyo kunafanyika. Na ni vizuri kuelewa hii mambo. Mugatumiro kitambaa, unakuta kwamba katika familia mmefunikwa na kitambaa. Hata kanisa inaweza ikafunikwa. Unakuta ya kwamba tumefunikwa na kitambaa ambacho kimeshonwa, it has been woven. Kwa hivyo tunakaa katika misfortune,
very unhappy. Watu wanakaa wakiwa wanasikia hawafurahii, hawana zile baraka tumesema za baba, ambaye kila baraka mzuri na kipawa kinatoka kwa Mungu. You feel you are unhappy in your life, you are sad, misfortunes zinapelekana pamoja na wewe. That is what is called wretched, to be wretched. Let us go to una New Living Translation. Weka New Living Translation, tuone inasema namna gani. New Living Translation ndio hiyo. There he will remove the crowd of gloom. Itu. Na ndio ni itu. The crowd of gloom. The shadow of death that hangs over the earth. Shadow of death. Yani ni kivuli cha mauti. Kivuli cha mauti ambacho kimefunika dunia. Haleluya. Kimefunika nini? Lazima tukatane na uko na messenger. Messenger. Oh, thank you. And here on this mountain, God will banish the pearl of doom hanging over all peoples. Pearl of doom ni nini? Ni vizuri tuelewe hiyo. Pearl of doom inamaanisha hivi. Pearl of doom. And God will banish the pearl of doom. A heavy oppressive atmosphere of fear. Heavy oppressive, yani ni kitu kizito na kitu ya kukunyanyasa. Na atmosphere inakaa kwa hewa inafanya ukaogope. Ikiwa unasikia unauoga katika maisha, ni kama hujui kesho ni nini inaendelea. Kuna kitu ambayo kimehang katika hewa. That is what is called a pearl of doom, hanging over all people. Na unaweza ukaishi katika maisha unasikia kwamba kuna kitu kimehang katika maisha yako, kimefunika hatima yako. That is what God is talking about. The shadow of doom darkening all nations. Yani nakuta familia ilianza vizuri lakini inakaa iko na giza. Darkening nations, darkening a family, darkening a man. Mtu alikuwa na hatima kubwa lakini unakuta kwamba imefunikwa. Ile hatima inapelekwa chini, ni kama haiendelei mahali popote. Kiswahili. Kwa Kiswahili ni vizuri tuelewe hii mambo. Kwa Kiswahili inasema namna gani? Haya, wacha nikusomee kwa Kiswahili hapa. Inasema, naye katika mlima huu atauharibu utando. Ambia mtu utando. Ambia mtu utando. Atauharibu utando uliowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Hiyo ni Kiswahili. Utando ni nini? Utando kwa Kiingereza is a membrane or a fume or a coating or a cobweb or a spider web. Rurenda rwa bubwe, au covering, kama vile unawekanga mkate, sometimes samaki nawekwa kitu, a coating on top. Kuna kitu kimekaa juu yako. That is utando. Naye katika mlima huu atauharibu utando uliowekwa juu ya watu. Hebu chukua mkono wako, sema kila utando. Sema kama unaamini, kila utando uliowekwa juu yangu na kuondoa na kuharibu katika jina la. Sema kama unaamini, kila utando ambao umewekwa juu ya watu wetu, juu ya familia yangu, juu ya hii kanisa, bomoka, haribika, malizika katika jina la Yesu. Amen. Unaona ni kuwekwa, umewekwa. Utando uliowekwa juu ya watu. Okay. Ni nani aliweka? Ni adui. Unaweza ukawa na utando ambao umewekwa juu ya maisha yako, na ni vizuri kuharibu. Hata unapoenda ukiangalia, unaweza ukaangalia unaona na kweli hapa kumefunikwa. Kuna mahali unaweza ukaenda unasikia there is a covering. Hata mji unaweza ukaingia mji na hizi. Hata kwa familia. Kuli kudugithio kaigwa kuna kiudu. Kuna kikitu utando ambao umewekwa juu ya watu wa Mungu. Na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Chukua mkono wako kwa imani, sema kila utaji uliotandwa katika maisha yangu na kuharibu na kubomoa katika jina la. Kila utaji. Sema kama unaamini, kila utaji ambao umetandwa juu ya familia yangu, juu ya biashara yangu, juu ya hatima yangu, chomeka, chomeka katika jina la. Si ni kitambaa hiyo utaji. Utaji ni nini? A veil, a head covering or a head clothing, kama kile kitambaa mama anajipanga, imefunika kichwa.
inafunika hiyo kitambaa. Sema kila utaji uliotandwa juu ya kichwa changu, chomeka, chomeka, chomeka katika jina la Amen. Hebu jiwekelee mkono wako, sema kila utaji ambao umefunika hatima yangu na kuharibu, ondoka, ondoka, ondoka katika jina la. Nataka uombe familia yako. Nimekupatia dakika 2. In time practical. Destroy every veil over your family, over the work of your hands. Dakika 2 ikiwa tumeketi pale. Haribu kila utaji kwa jina la Yesu. Kila utaji uliowekwa juu ya familia yako, juu ya familia yangu, na kuchoma na kuharibu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila utaji uliotandwa juu ya familia yangu, chomeka, chomeka kwa jina la Yesu. Na haribu utaji uliowekwa juu ya hatima yangu, chomeka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, na haribu utaji uliotandwa, my God, over my life in the name of Jesus, over my destiny in the name of the Lord, over the destiny of your people. Rentorete pakatope bokote ropeta. Kila utaji uliotandwa juu ya mataifa, juu ya anga yetu, hata kama kanisa, Bwana, tunaharibu, ukaharibika katika mlima wa Bwana. Tunaharibu kila utaji uliotandwa juu ya mataifa, juu ya anga yetu kama kanisa. Kila utaji uliotajwa Bwana, uliotandwa, na bomoa, na bomoa, na Bwana choma. Tunachoma utanda uliotandwa Bwana kupitia uchawi na ushirikina. Zendoreta roteto uliotandwa kupitia uchawi na ushirikina, chomeka, chomeka, chomeka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila utaji uliotandwa, zendoreto, kila utando uliowekwa juu ya watu wa Mungu Bwana, na uharibu, na haribu utando ambao umewekwa juu ya watu wote, uliotandwa juu ya familia yangu, utando uliowekwa juu ya familia yangu, juu ya kazi ya mikono yangu, juu ya huduma yangu, haribika, 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 haribika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Zendo reto reta tebazato retorika tabagando robeseribo, in Jesus name, amen. Kikuyu, Biblia inasema namna hii. Wakikuyu, hata niwasomea Kikuyu. Kilima-ini giki, ambia mtu kilima-ini giki. Sasa hiyo ni Kikuyu, unaweza kutumia lugha yako. Hii ni mlima Kilima-ini giki nikio akanagira kudestroy, kwanaga, kilima-ini giki nikio akanagira tama uria wohanetie andu othe. Tama ni ile kita, ni kama curtain au bed sheet. Tama ni yo sheet. Binasema kilima-ini giki nikio akanagira tama wothe uria wohanetie andu othe. Unashikanisha watu wote. Hiyo ni Kikuyu. Huyo tama tunaachilia fire in Jesus name. Ate tama wohanetie andu othe. Unakuta ile ambayo unapitia, dada yako anapitia, ndugu yako anapitia, the same thing, because there is a tama, there is a covering over our lives. That's what the Bible says. Na shuka uria uhubirite ndurire ciothe. Shuka uria uhubirite ndurire ciothe. Kila shuka ya kishetani ambayo imekufunika ikachomeke katika jina la Yesu. Ikararuke. Ukaweze kuona neema na rehema za Bwana katika maisha yako. Na inatangaza maombi ya miezi 3. For the next 3 months. Kutoka sasa mpaka September, we deal with this. Kila tama katika jina la Yesu. Kila tama ambayo imefunika, tunaanza na wewe, maisha yako, familia yako, kazi ya mikono yako, na hii kanisa. Amen. Na hata mji wetu, we had that. Kwa hivyo maombi kutoka sasa, hata katika vikundi zetu, maombi yote ambayo tunaomba, tukumbuke, tusiachie hiyo, tunaharibu tama for the next 3 months. Praise the name of the Lord. Hata maombi ya Wednesday, ya Friday, maombi ambayo inaendeleanga kila wakati ambayo tunaomba, hata mahali unaomba wewe, ujue you are dealing with tama. Na unaanza na wewe mwenyewe.
we destroy that. And I tell you the truth, after 3 months tutaona mambo imefunika. Hiyo kitambaa tukiondoa, na kuambia ukweli, utaona tumeinua kitambaa ambayo inafunika hata huduma yetu. Tunaomba hiyo kitambaa ikaondolewe katika jina la Yesu. Hiyo shuka tunaiondoa katika jina Yesu. Nataka tusome Acts chapter 8. Twende. Ulikuwa umeipata Hebu fungua. Kwani una ya Kikuyu? Ndio gani mule ya Kikuyu? Kuna kuanga? Au umetafuta? Okay. Thank you. Sasa unajua sasa kwa grade. In grade what? 10. Thank you. Kirima-inĩ gĩkĩ nĩkĩo akanangira tama ũrĩa wohanĩtie andũ othe. Kirima-inĩ gĩkĩ hii katika hii mlima ndio ataananga. Kuananga ni kudhu. Kwani umetoka? Ndio ataananga kuharibu huyo tama andũ othe na shuka ũrĩa ũhumbĩrĩte ndũrĩrĩ. Even our nation, you know, there is that covering about, tunaona mpaka ya goonism. Hiyo mambo tunaona ya goons. Hizo goons, wakati tulienda Haiti kulikuwa na mambo ya goons, ni kama hiyo roho imeruka huku. Hiyo kitambaa, hiyo shuka ambayo inafanya kazi, tunaikataa katika jina la, tunaiharibu, tunairarua, tunaichoma katika jina la. Kwa hivyo I hope you are not going to forget. We keep on reminding you for the next 3 months. You'll be praying against that. Nataka tuende Acts chapter 8. We read from verse 9. Acts chapter 8, uone from verse 9. Tuone kwamba mpaka mji unaweza ukashikwa. The Bible says, Acts chapter 8, verse 9. Previous to Philip's arrival, a certain Simon had practiced magic in the city. Toka kwa message sasa tuende NIV. NIV. Thank you. Now for some time, a man named Simon had practiced sorcery in the city. Huyu ni mchawi, alikuwa anaishi katika mji amidst all the people of Samaria. Huyu ni mchawi na alikuwa ametake control ya mji wote. A sorcerer can take hold of a city. The Bible says he practiced sorcery and amidst all people of Samaria. Watu wote wanakimbia kwake. Na hata sasa ukijaribu kuangalia watu wanakimbiaga. Hata kuna watu wako hapa unakuta wanaenda kwa wachawi au wanabii. Unakuta kwamba ni kama huoni Mungu hawezi. Unaenda kwa mnabii. Unapewa maji, unafanyishwa vituko huko. Unafanyishwa vituko, unajua hiyo inafanyikaga. So huyu alikuwa mchawi. He boasted that he was someone great. Alikuwa na kiburi ya kwamba yeye ni mtu wa maana. Na ni mchawi, ametake over a city. Amefundika watu na kitambaa. Watu wote, Biblia inasema all the people of Samaria. Mji ulikuwa unaitwa Samaria, amefundika watu wote. Twende verse nyingine. Verse 10. And all people, both high and low, gave him their attention. Wale wako chini, maskini na matajiri, wale wako juu mpaka wakubwa wote, walimsikiliza. Na wakasema, this man is the divine power known as the great power. Walikuwa wanamuita nguvu kubwa, lakini alikuwa mchawi. Amefundika watu wakubwa mpaka wadogo. Unajua mpaka watu wa maana wanaendaga kwa wachawi. Kwa sababu kusema ati umepata pesa sio mwisho. Au hata umesoma. Unakuta watu ni wakubwa, lakini unakuta kwamba wamefunikwa. Wako na shida ambazo wanapitia. Wako na maumivu mengi ambao wanapitia, kwa sababu Mungu asipokuwa pale kunakuwa na maumivu mengi. The next verse 11. And they followed him because he had amazed them for a long time with his magic. Si kwa muda kidogo. Muda mrefu alikuwa anatumia uchawi for a long time. Nataka kukutangazia, haijalishi ni uchawi mgani umekuwa ukifanya kazi katika maisha yako au katika familia yenu, haijalishi ni muda mgani, umefika mwisho. Katika mlima wa Bwana, Mungu anaharibu kitambaa ambacho kimefunika hatima yako. The next one. But when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and gospel of Christ. Unajua ni vile tunakaa kama tumezoea. Hakuna kitu iko na nguvu kama neno la Mungu. The gospel of our Lord Jesus Christ is what can set you free. Kila kitu kinaweza kikakuokoa ni injili ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo Filipo anahubiri injili na ufalme wa Mungu katika jina la nani? La Yesu Kristo. Na wote wakaamini, wanaume na wanawake. Tuendelee hiyo verse nyingine. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. Finally, hata yule mchawi akafanya nini? Tunatabiria wachawi katika hii mji. Tunatabiria wachawi katika kijiji chenu wakabadilishwe, wakaone nguvu za Mungu,
wakabadilike. Twende verse 20. Verse 20. The same one. Verse 20. Peter answered, may your money perish with you because you thought you could buy the gift of God. So finally, aliona watu wakiwekelewa mikono wanajazwa na roho. Wakiwekelewa mikono wanajazwa na roho. Akasema ya kwamba angetaka kupeana pesa, ili akipeana pesa apate ile kipa. Ndio unaona hapa akilaaniwa. Akamwambia, may your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kutangaza katika anga ya kiroho, kila mchawi anayetawala kinyume na madhabahu ya Mungu akaangamie kwa jina la Yesu. Kila mchawi anayetawala kinyume na familia yako akafike mwisho katika jina la Yesu. Any kind of a manipulation. Kila mchawi anayefanya kazi kinyume na hatima yako akafike mwisho katika jina la Amen. Do you believe it? Can you lift up your hands and pray against every sorcery and every witchcraft against your life? Because tunaona hii mambo inafanyika katika jina la Yesu. Ombea biashara na kazi ya mikono yako. Roho ya kisirani, roho ya kuchanganyikiwa, Bwana tunaivunja na kuiharibu. Na inaomba kwa jina la Yesu katika mji wa Karatina, katika mji wa Karatina, Jambo, Mwanda, Kiamwangi, Karedodo, Madhaithi, Reto, Reta, Bazaro, Basori, Modua, Shakoratori, Tabakato. In our land, in the land of Karatina, we destroy every witchcraft. We destroy every sorcery. We rise against every witchcraft. We rise against every power. We rise against every power lifted up against your people. Zentoria derebegetobi, Bakoki teretobe, Zokororoborobigato rebasonde, Bongo kinda barabigato berebesero, Zandaraba rebaborande rebegendo bogozi, Raketi akuzate. We destroy every covering, every covering, every covering, every covering, oh God, over the lives of your people. May they find freedom. May they encounter your power. May they encounter your blessing. May they encounter your breakthrough. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we destroy every altar of wickedness lifted up in the land. Hata hapa Jambo Bwana tunavunja madhabahu ya uchawi na ushirikina Bwana ikapasuke mara saba kwa jina la Yesu. Rita reto bonkinto reta repakato, destroying every covering of God, the life of the people of God. Watawala kwa nguvu na uwezo, watawala milele Bwana, watawala kwa nguvu na uwezo, Yesu watawala milele. Amen. Wacha tuone Mark chapter 5 from verse 1. We don't have time to go through everything, lakini ningetaka tuone kitu pale Mark 5 verse 1. Tunaona ya kwamba they went across the lake to the region of Gerasenes. Hii ni mahali pengine panaitwa Gerasenes. Nataka tuelewe ya kwamba mji unaweza ukafunikwa. Tumeona Samaria imefunikwa. Tumeona hii Gerasenes imefunikwa. Hata Karatina au Jambo inaweza ikafunikwa. Hata familia inaweza ikafunikwa. Usipoelewa na kusimama mahali pako ukatae. Hata familia unaweza ukaangalia tu familia unaona na hana kifuniko. Hata watoto wako unaweza ukaangalia unaona hapa kuna kifuniko. Kazi ya mikono yako unaona hapa kuna kifuniko, unakataa. They went across the lake to the region of Gerasenes. Twende hiyo verse nyingine. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came out of the tombs to meet him. Yani huyu ni mtu ambaye maroho imekaa, maroho mbaya. Unajua kuna roho mzuri na roho mbaya. Roho mbaya imeingia ndani yake na imempeleka katika makaburi. Let's go to the verse 3. Hatutasoma yote verse 3. The man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. Look at that. Huyu mtu alikuwa amepelekwa katika makaburi na alikuwa anaishi huko. Biblia inasema we don't have time to go through. Usiku na mchana alikuwa anakaa hapo. Fikiria kaburi. Unakuta huyu mtu hakai kwake, amehamishwa na roho mbaya. Unajua roho mbaya ni kama hivyo nawaambia. Unahama kwa kitanda. Kitanda ni ya kularwa. Hulali kwa kitanda,
unalala wapi? Kwa kiti. Hiyo ni roho ya makaburi, ni roho ya giza. It's an evil spirit. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu hangesaidiwa. Yeah? Some of the things niliona ni kwamba amewekewa roho ya mauti. Yeah? Roho wa gikuo. Yeah? Na lazima ukatane na roho ya kifo. Wacha kusema ati wakati wangu wa kukufa umefika, ninakufa. Unakufa uende wapi? Unataka kwenda kugojea Yesu amalize nyumba yako ukiwa hapo? Hakuhitaji, hataki umjegee. Wacha kukufa prematurely. Hallelujah. Don't die prematurely. The devil can kill you. People die before their time. Yes. You must refuse, kwa sababu this is an attack. It's an evil spirit ambayo inakuonyesha kwamba hautaishi. Nataka kukutabiria ikiwa uko hapo na unaona kama umefika mwisho wako. You are not dying. Huyu mtu amepelekwa kwa makaburi, anaishi na wale ambao wamekufa. Na hakuna mtu angemfunga. Yeah? Yeah? No one could help him. The Bible says alikuwa anafungwa na minyororo, anaikatakata. Wajua mapepo ina nguvu. Anafungwa na chuma. Ukisoma if we have time, chuma anakata. Kwa hivyo hangetolewa pale. Watu hao wanakimbia, wanasema nitoe nyororo. Wanafunga na nyororo mbili, miguu na mikono. That's what the Bible says. Anakatakata zote, anarudi mpaka wanafika mwisho. Wenda wazimu wale unaonaga sometimes ni watu hao wamefika mwisho. Kwa sababu wamepelekwa na maroho. Anasema huwezi kukaa pale. Inakaa ni aibu. Anaenda akichukua vitu kwa barabara kwa sababu kuna roho mbaya ambayo inamtawala. The Bible says night and day among the two. Usiku na mchana anateseka. Hiyo roho ya kukutesa usiku na mchana lazima ukataane naye. Na ndio inafundika, unaona kwamba kuna kitu kinangangana na wewe usiku na mchana. Lazima tunakataa naye. Na alikuwa analia. Imagine, the other thing, he was crying. Hakuwa anapenda hiyo maisha. Analia. Na watu wengi wanakuanga hivyo. Unakuta mtu analia hata akiwa mahali yako kwa sababu ya mateso. Mtu akiwa peke yake analia. Yeah? Analia kwa sababu ana mateso. The other thing ilikuwa inafanyika, alikuwa anajikatakata. Yeah. Night and day among the tubes. And the hills would cry out and cut himself with stones. Anajiumiza katika mwili wake. Yeah? Anajiumiza kwa sababu ni roho mbaya ambayo inamtesa. Ni roho ambayo imefunika mji na inaendelea kuharibu. Yeah? Na wakati waliona Yesu, the Bible says mapepo, yani alienda akapiga magoti. Alipoona tu Yesu. Unajua ni vile hatuelewi Yesu ni nani. Na ni vizuri tuelewe Yesu. Kama vile tulifundishwa hapa, Yesu sio kama yule Mungu wa Kirinyaga au mwenenyaga. Tuliona mwenenyaga ni Mungu wa nyoni moja. Only the ostrich. No. Our God is God with all power and authority. Yes. Ako na mamlaka ametupatia. Ni vizuri kuelewa hivyo. Elewa hivyo, usidanganyike. Yeah? Akaenda akapiga magoti. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. Hiyo ingine nimeona tunaendelea. Verse 7. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High? Swear to God that you won't torture me." Mapepo ilijua kwamba itakuwa tortured. Nataka kutangaza katika hii mlima ya Bwana. Mapepo ambayo imekuwa ikikutesa is a turn around. Yesu anaitesa kwa jina. Yes. Ni wakati wa kutesa mapepo. Ni wakati wa kusimama na kusema nimekataa maisha ya aina hii. Nimekataa. They were crying that they may not be tortured. And there were many. The Bible says walikuwa nasema they were a region. Walipoulizwa wakasema sisi tuko wengi. Yesu aliuliza mko wangapi? Wakasema we are a region. Alafu let's go to verse 10. Verse 10. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Look at that. Si mara moja wakamsihi, tafadhali usitutoe katika hii area. Mapepo huwa inachukua area, inatawala. Ile mapepo inatawala jambo ni tofauti na ile ambayo unakuta inatawala maybe Karedodo. Ukweli. Ukienda mahali pengine mji mwingine unakuta mapepo inayotawala pale ni mapepo tofauti. Niliwaambia Nairobi tuliona ile inaitwa Koinange Street. What happens in Koinange Street? Prostitution. See, we know that. Na hiyo ni barabara. Kuna zingine zinaitwa Moi Avenue. Kuna nyingine inaitwa Kenyatta Avenue. Na sio, why does it happen in that particular area? Mapepo yanasema na usitutoe katika hii area. Again and again, because they have their own territory. Yeah? Utakuta katika familia fulani maybe ni watu ambao hawaolewi. Na hiyo kitu sio ya kawaida. Lazima usimame upigane vita na ukatae. Kila mtu unakuta katika hiyo familia hajaolewa. Na ni kweli. I've seen that. Unakuta hapo hakuna mtu wote wako sawa. Na ukijaribu kuolewa unafukuzwa. Wote wanarudi pale because there is a people wanasema hatutaki kutoka katika hii area. They are operating in that area. But we have a God. The Bible says, "I will destroy on this mountain
every covering. You can come out of that oppression. It is possible. It is possible. Unastahili kumwangalia nani? Yesu, na kumuita na kuamini. Hallelujah. Simple. Just believe. Call upon Jesus and there will be a change. Within the next 3 months there will be deliverance. Complete in your family. Amini. Na huu wakati ni wakati mpaka wa kuingia kwa maombi, mpaka ya kufunga na kufanya nini? Na kuomba. Hallelujah. Finally, 20 verse 18. The same one, verse 18. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Yeah? Amekombolewa. Sasa anaambia Yesu, nataka twende pamoja na wewe. Kwa sababu anaona mahali alikuwa ameteseka sana. Twende pamoja na wewe. Verse 19. Jesus did not let him. Yesu hakumkubalisha. Hakumkubalisha, akamwambia hautanifuata. But he said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for and how he has shown you mercy. Gai kuiguira tha. Naona gai akuonia shoka mucie. Hallelujah. Wacha kuhama kusema tumetoka kwako. Enda ukatestify yale ambayo Mungu amekufanyia. Na wakati Mungu amekutendea muujiza, tafadhali ikiwa Mungu ameitenda na unajua ni Mungu, wacha kunyamaza. Inua Yesu. Toa ushuhuda wa Yesu. Yale ambayo ametenda. To God be all the glory. The Bible says glory belongs to God. Wakati amekupigania, wacha kunyamaza. Wakati Mungu apeana ushindi, wacha kunyamaza. Rudi kwenu, toa ushuhuda na useme ni Yesu ametenda. Wacha kusema atene wara, atene gushanuka. Atene janda dashanukire tene. Wacha, ni nani? Sema ni Yesu. Sema kama unaamini ni Yesu. Twende verse 20. Verse 20 inasema namna gani? So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were, anatoa ushuhuda. Decapolis inamaanisha miji 10. Ilikuwa Deca means 10 kwa Kigreek. Deca. Unajua ukiangalia the word Deca means 10. Kulikuwa na miji 10. Na shetani alikuwa anajua hiyo. That's why alikuwa amemfunga na kumpeleka makaburini. Wale watoto wanakuaga na destiny kubwa, wanapigangwa ni shetani sana. Kusema ukweli. Ukiona uko na vita sana katika maisha yako, kila kitu unafanya unaona vita, elewa uko na destiny kubwa. Huyu mtu alikuwa ameitwa akahubiria miji 10. Na unaona sasa ameanza kwenda akitoa ushuhuda, watu wanashangaa. And he was delivered. Many people that have got a lot of destiny, ndio unaona wakipitia mambo ambayo huwezi ukaelewa. Yeah? Unakaa unakuta mtu amekwambia mambo unashangaa. Yeah? Umepitia vita. Ukiona kama succeed, you need to continue in prayer. Because the enemy will fight you. This week tulikuwa tunaongea na mchungaji mwingine akaniambia vile alifanya kazi akaona kama ako sawa. Akagongwa. Akajikuta amewekwa mahali. Akaenda hospitali akaambiwa ako na leukemia. Chronic leukemia. Akaangalia akashinda namna gani. Akatumana. He was telling me he was sent to kwa Bishop Bowa, akamwambia kuja. Hata Bishop hapo anajua ni wapi anaitwa. Akanunua vitu akifikiria anaenda kwake. Akamwambia kuja hospitali. Akaombewa kwa hospitali. Kutoka hapo akaenda akikataa. Nimekataa. Akakani. Anaenda anaangaliwa naambiwa finally walisema hakuna kitu kama hiyo. You can imagine the torture na ile uchungu ambao imeachiliwa na nguvu za giza. Vita zimeinuliwa kwa sababu you have a great destiny. Kwa hivyo great destinies are fought. And that's why you need to stand on the mountain of the Lord. Hallelujah. Na ukisikia maombi unaona kama ni mchezo. Hii mambo inapiganangwa kwa vita katika maombi. Hallelujah. That is how we overcome. So great destinies are fought. Kwa hivyo finally nataka tumalizie na hii. Najaribu kukimbia kwa ile mbio ambayo hamjawahi ona. How do we overcome these things? How can somebody stand? Na Mungu hatafuti watu wengi, anasema mtu mmoja atakayesimama katika pengo. Usifungue. Ezekiel 22:30 inasema God is looking for a man to stand in the gap even on behalf of your family. One man. Nataka tuende 1 Kings 18 verse 41 and 46. Tuone maombi. Maombi ndio tunahitaji. Maombi ndio unahitaji. Wewe umekuwa na mchezo, ndio unaona hakuna mahali unaenda. 1 Kings 18 verse 41. Maombi lazima iinuke. Next week tuna announce maombi ya kufunga na kuomba. You don't want to pray. You don't want. Tumeona idhango tulikuwa na nani hapa akitupatia ushuhuda Dan. Yaani maombi ya last week alifunga na kuomba. Na tumeona Mungu si alimfungulia mlango. Akapata kazi. By the way hata alipelekwa Nyeri. Finally walimtoa kule wakampeleka Nyeri. Yeah? Maombi inafanyanga kazi. Maombi ni kazi na inafanyanga
kazi. Prayers is work and it works. You need to pray. The Bible says, and Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. Katika anga ya kiroho, mtumishi wa Mungu anasikia mvua inakuja. Hiyo baraka inasikika. Lakini ili iwe manifested kutoka juu, iwe manifested, it's work. Twende verse 40 hiyo ingine. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of the camel. Wewe sio wa kwenda kukura na kukunywa. Hallelujah. By the way, let me tell you, if you have an appetite of every week, wewe unakuranga kila wakati, uko na shida. I tell you the truth. Ati wiki yote huwezi ukafunga. You cannot. Ukifunga unasikia ati igwa magoro makihuranira haha na turadugwa dramenyo la kurathi. You have a problem. I tell you the truth, kuna mambo hautawahiona katika maisha. Lazima ufunge. Katika wiki moja unatafuta siku moja ya kuomba. Hata kama unakosa breakfast and lunch. I tell you the truth. I'm telling you the truth. Because these things are battles. Utakuta umefunikwa. Na shetani anakuanga amefunga mtu kama ameweka kakamba. Unaenda ukifika pale kwa ile kamera anakurudisha. Unaona kama umeenda, unaona anakurudisha. Unaona? Kwa hivyo lazima ufunge na uombe. Tafuta njia ya kufunga na kuomba. Don't get excuses. The Bible says some demons cannot go unless with prayer and fasting. Pray for yourself. Wacha kugoja ati sasa nimesikia tarehe 5 kuna mhubiri anaitwa Tina Okoji. Sasa unagojea hiyo siku. Ati I receive. Nakwambia hutakitu receive. You not receive. I tell you, because itakaa kama ni mchezo. You need to be set. Go into prayers hata wewe mwenyewe. Sema nimekataa katika jina la Yesu. Twende the next verse 42. Huyu ameenda kwa mlima, yule ameenda kukura. Ahab ameenda kukura, Elijah amepanda mlima. This is the mountain. Bent down to the ground and put his face between his. Anaingia kwa maombi. Twende verse nyingine. Go and look towards the sea, he told his servant. And he went up and looked. There is nothing there. He said 7 times. Elijah said, go back. Yani Elijah yeye anaomba. Maombi ndio ambayo inafungua mambo. Mwadhani ya gosho. Maombi. Hata hapa kile kinafanya tuendelee katika mambo. Hata katika maisha yako. Kile kinafanya mambo ifunguke ni maombi. Kwa hivyo anatumana, anasema enda uangalie. Yeye anaomba. Jamaa anaenda kuangalia. Anaangalia, anasema there is nothing. There is nothing. How many times? 7. So he does not give up. Dugetikire gukua goro. Don't give up. Maombi inaendelea. Ukitaka kuona breakthrough. Hallelujah. Kama hivyo tumesema miezi 3. Hata vita inuke. Unajua kuna mwingine aliniambia vita imekuwa mingi mpaka ameacha. Kuna mwingine aliniambia amekuwa akiombea mtoto wake anapigwa vita mpaka akaniambia pastor, mimi niliacha. Nilirealize nitauliwa. Kwa hivyo haombei mtoto, sasa amekaa hivyo. That's a lie from the devil. Yes. You need to persist. Elijah hakufi moyo. Mara ngapi? 7. The next verse. Next. The 7th time the servant reported, a crowd as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Yani alipoambiwa kuna kakitu kadogo sana kama gumi ya mwanadamu. Mara ya 7. Amejaribu mara ya kwanza, ya 6 hakuna kitu, lakini mara ya 7 akaona tagudie. You can imagine. Kitu hata kionekane vizuri, akasema kuna kitu kadogo. Akajua amefungua. Ndiye alikuwa amefunga. Maombi hufunga na hufungua. Hata yale ambayo unaona pale, hata hiyo kitambaa inararuliwa kwa maombi. Consistent prayers. Let's go to tuendelee hapo chini. Basi nyingine inasema, meanwhile the sky grew black with crowds. Unajua ni kwa imani. Hiyo crowd ikawa sasa ni crowds. With the wind rose, a heavy rain came on Ahab and rode off to Jezreel. Let's go to James 5 verse 16. The same. Thank you. James 5:16. Verse 16. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be. The prayer of a righteous man is powerful and ihoya. Lea mtu mudhigu. Unafikiria mtu mudhigu ni nani? Ni wewe. Hallelujah. Ni wewe. Don't be condemned. Ni wewe. Verse 17. Elijah was a man just like us. Huyo Elijah tumeona akiomba pale. Alikuwa mtu kama wewe. He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Akafunga. Miaka 3.5 akafunga.
akaomba, na alikuwa mtu kama wewe tu. Verse 18. Again he prayed and the heavens gave rain and the earth produced crop. Unaona hapo pameandikwa again he prayed. Si ati alisema ati burauka. Ndio unasikia anaweka kitu hapa anasema anaomba kwa mlima. Hakuli. Ahabu ni kukula anakula, namwambia enda uangalie. Hakuna kitu. Na niye alifunga, enda mpaka mara ya ngapi? Ya 7. Tumefikisha verse 18. That is enough. Praise the name of the Lord. Na Matthew 16 usifungue verse 19 nasema I have given you the keys of the kingdom of whatever you is bowed in heaven. So that is just one. Nilikuwa na mambo mengine mawili ningeongeza, lakini sitaongeza hiyo. Maombi ndio tunahitaji. Simama na miguu yako tuombe.